Isaya 28 mstari wa 14. Isaya 28:14 anasema, basi lisikieni neno la Bwana, enyi watu wenye dharau, mnao watawala watu hawa walio ndani ya Yerusalemu. Mungu anasema kwamba nisikieni neno la Bwana, enyi watu wenye dharau, enyi watu mliosema ya kwamba tumefanya mapatano na kuzimu. Kwa hiyo kumbe Mungu anaongea na watu ambao kiuhalisia waliweka patano na kuzimu, wakasema kwa majira kama hawa watu hawatasimama. Naongelea majira fulani ambayo mtu anapitia kwenye maisha yake, na anapopita kwenye yale maisha yake, kwenye yale majira ya kutaka kuvuka au kwenda kwenye level nyingine, shetani anawekaga zuio, liwe la kifamilia, liwe la ukoo, liwe kwa sadaka, lakini zuio analoliweka anasemaga hawatavuka hapa. Na wakati anaweka lile zuio, wanaweka na mapatano. Na ndio maana Biblia inasema, sikilizeni nyie mlieweka mapatano juu ya watu wangu hao wa Ngarenaro, juu ya watu wangu hao wa taifa hili la Tanzania, ya kwamba mmesema hawatatoka, mauti itakuwa sehemu ya maisha yao. Ndio maana usione tu watu wanakufa, usione tu watu wanashindwa kutoka, usione tu vitu vyako vinaharibika. Inawezekana kuna mauti yani iliyowekwa kihalali kabisa na upande wa giza, wakisema hata toboa, au damu yake ndio itakayosababisha mimi nikae mahali hapa. Kuna mtu ananielewa? Haleluya. Simaanishi kinachoendelea tu kwenye Tanzania, na maanisha na kinachoendelea kwenye familia zetu, kwamba kuna wakati tunashindwa kuvuka, lakini yaliyowekwa ni ndama. Yani anayenizuia kuvuka nisiende mahali pengine ni ndama aliyechinjwa na babu yake, ni mbuzi aliyechinjwa na babu yake, aliyesema hawatafika mpaka hapa, lakini hawatavuka, na pigo lifurikalo litakuwa juu yao. Ashukuriwe Mungu, kwa sababu alipoongelea namna hiyo katika Isaya 28, alienda pale mbele akasema, nami kila agano lililofanywa na mauti litabatilishwa, na kila tambiko lililofanywa na kuzimu litabatilishwa. Kama ambavyo asubuhi ya leo tunaenda kuinua mikono yetu juu na kubatilisha kila mauti iliyoko kwenye maisha yako, iliyoko kwenye biashara, iliyoko kwa watoto, iliyoko kwenye ndoa, iliyoko kwenye afya, iliyoko kwenye taifa lako. Hayo mauti yaliyosimama yakisema ya kwamba tumefanya patano na watu hawa, tumefanya patano na ukoo wa Molel, tumefanya patano na ukoo wa Laiza, tumefanya patano na ukoo wa Nko, tumefanya patano na taifa hili ya kwamba hawa watu hawatavuka, nasi tunaenda kubatilisha kwa jina la Yesu. Haleluya. Na ndio tunabatilishaje? Anasema mstari wa 18, na agano lenu mliloagano na mauti litabatilika, tena mapatano yenu mliopatana na kuzimu hayatasimama. Pigo lifurikalo litakapopita, ndipo nanyi mtakapokanyagwa nalo. Inua mkono wako juu, sema, Bwana Yesu, nimesikia neno lako ya kwamba yako maagano yaliyosimama kwenye maisha yangu, kwenye uchumi wangu, kwa watoto wangu, kwenye taifa langu, kwenye ukoo wangu, mahali popote agano liliposimama, iwe agano la damu, iwe agano la sadaka, iwe agano la maneno, agano la aina yoyote lililosimama, nisivuke ng'ambo. Ewe agano uliosimama kwenye maisha yangu, kwa msaada wa Bwana ninakupindua, ninapindua leo, ninapindua leo, na batilisha hilo agano la maneno juu ya Tanzania, juu ya Arusha, juu ya mikoa yote, juu ya taifa lako. Hayo maagano yaliyofanyika ya kwamba vijana wafe, hayo maagano yaliyofanyika ya kwamba damu imwagike, hayo maagano yaliyofanyika watoto wetu wasiende shule. Sioni anayeomba omba ukimaanisha rika satayaka, ripaka shatayaka, ripoko shatayaka, ripoko shatayaka, riboshaika rabashata, ripoko shatayaka. Hilo agano lililosimama kwenye nafsi, hilo agano lililosimama kwenye taifa, hebu pindua tena, pindua tena, pindua hilo agano, batilisha
batilisha hilo agano linalochukia amani ya ndoa yako, amani ya watoto, amani ya familia, amani ya taifa, hilo agano linalohitaji kuingia mkataba na kuzimu juu ya maisha yetu, tuuane kwa upanga, tumalizane wenyewe. Pindua leo, batilisha tena, rapakashata, ripokoshata. Sioni anayeomba, omba ukimaanisha, liwe kuzimu, liwe baharini, nje ya bahari, angani, popote. Haya, moto wa Bwana unapita. Batilisha agano kwenye miguu yako, Haya, malaika wa Bwana anapita. Batilisha hilo agano ya kwamba atavuka. Endelea kuomba. Ni saa ya kuomba. Ewe mwenye kumkumbusha Bwana, usimwache akae kimya mpaka afanye imara Yerusalemu, mpaka afanye imara biashara, mpaka afanye imara ndoa, mpaka afanye imara taifa. Rikasatayaka, ripokoshata, rikasatayaka, ripokoshata. Batilisha hayo maneno yaliyotamkwa juu ya watoto, juu ya taifa. Hiyo damu iliyomwagika ipate uhalali wa kutumaliza, ipate uhalali wa kutugombanisha, ipate uhalali na sadaka ya kuzimu. Endelea kupindua, endelea kubatilisha. Lipa damu ya Yesu. Rapapapa, rikashata, ripakasha, rikosaita, ripakasha. Sioni anayeomba, endelea kuomba. Maanisha. Ndio, simama njia panda, simama baharini, simama kila mahali. Pindua. Wewe ni mwanajeshi wa Bwana, wewe mwenye kumkumbusha Bwana, usimwache akae kimya. Pindua tena. Nitapindua, havitakuwa. Hicho kilemba cha magomvi nakipindua leo kwa jina la Yesu. Hicho kilemba cha mauti juu ya Tanzania nakipindua leo. Roho ya mauti ni kilemba, napindua leo kwa jina la Yesu.